Wacha nirudie neno hilo vile Paul anasema ya kwamba la bali na utesa mwili wangu na kutumikisha ili nikisha kuwahubiria wengine nami nisiwe mtu wa kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Timaiti gusonde naro bateke gusiato somere. Urio bateke gusiga akito somere. 1 Corinthians 9 the last verse number 27. Kulinde ni gongo chando moberone. Bwana asifiwe. Kulinde gutweikeiri abanda mangana maya titocha ko babantu togokoraki tokwangwa. Bwana asifiwe. So this means like ya kwamba tunaweza fanya kazi ya Bwana kwa nguvu. Tunaweza mtumikia Mungu kwa nguvu zetu. Tukaitumikisha miili yetu. Kisha tena baadaye tunaweza kukataliwa. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema unaporudi nyuma kidogo anaongelea mtu ambaye ni mkimbiaji. Anasema ya kwamba iwapo mkimbiaji anataka kupokea taji, lazima ajiandae vizuri. Kuna mambo ambayo mtu ambaye ako katika race ama somebody who is in the race anakimbia, kuna mambo ambayo anafaa kuyafuata ili akifika pale mwisho, ili hayo mambo yamsaidie ili akamilishe mbio zake. So anatutia moyo this morning kwamba unaweza kimbia mbio hii, unaweza kufanya mambo yote, lakini ukifika pale mwisho upate ya kwamba unakataliwa. So anasema ya kwamba na utumikisha mwili wangu, na utesa mwili wangu na kuutumikisha ili nikishawahubiria wengine nami nisije nikawa mtu wa kukataliwa. Mungu anataka kutuzungumzia neno hili. The whole week kutoka Wednesday we have been at Mount Carmel, mahali pale Mungu alitutuma. Tumehubiria watu wengi. Bwana asifiwe. Tumetembea nyumba za watu wengi. Tumepita nyumba zingine tunapata watu wako na shida. Macho yetu yakachawa na machozi. Wengine hata ukiwaombea, unawaombea lakini ndani yako, moyoni mwako una mzigo, unasema ya kwamba Mungu, uwezo wako Bwana, Mungu ningekuwa na uwezo ningesaidia huyu. Bwana Yesu asifiwe. Ningekuwa na nguvu ningesaidia huyu, lakini unamuombea kwa imani. Unamwambia Mungu ya kwamba vile tumesema neno lako mahali hapa, huyu mtu ambaye tumeombea hasije akabaki bure. Mahali kwingine unaenda unakataliwa. Bwana asifiwe. Paulo anasema ya kwamba licha ya mambo yote anajitia nguvu ili awahubirie watu habari njema. Anasema ya kwamba anausumbua mwili wake, wakati mwingine anakataliwa, wakati mwingine anapitia hali ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Even as we are seated here this morning, wakati mwingine tunaweza fanya kazi ya Mungu, tunaweza mtumikia Bwana kwa mioyo yetu yote, lakini inasema ya kwamba tunapomtumikia Bwana tumutumikie kama watu wako na imani ya kuingia mahali pazuri pa Mungu. Paulo anasema ya kwamba haitakuwa ya faida mimi niwahubirie watu, haitakuwa ya faida mimi niwatumikie watu, niutese mwili wangu kwa mambo hata yatanipea taji. Anasema ya kwamba kazi yenye anafanya, tamanio la moyo wake ni ya kwamba akishawahubiria watu wengine habari njema, akishawahubiria kufunguliwa waliofungwa, akishawahubiriwa kuachiliwa waliochukuliwa mateka. Bwana Yesu asifiwe. Akishawapa moyo ambao wamekufa moyo, anasema ya kwamba anajitesa, anataka achitese ili ya kwamba siku itakayokuja ama in the future asije kuwa mtu wa kukataliwa. Bwana asifiwe. Ni neno la Bwana linasema in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse number 58. The same Paul anasema ya kwamba anything that we are doing, ama kazi yoyote ambayo tunaifanya, tuifanye kama tunaomfanyia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ambapo tumepata nafasi ya kutumika, tutumike kama tunaomtumikia Bwana. Mahali tumepata nafasi ya kusimama kwa ajili ya Mungu, tusimame na nguvu zetu kama tunaosimama kwa ajili ya Bwana. Hili tukishafanya kazi hiyo
kuna taji ambalo limewekwa. Na ndio maana Paulo anasema mahali ambapo tumesoma ya kwamba anajitesa, anajisumbua. Sijui kama sisi tunamtumikia Mungu kwa njia gani. Sijui kama tunamtumikia Mungu kwa jinsi gani. Paulo anasema ya kwamba na utesa mwili wangu, ninasumbukia watu wengine, nataka niwahubirie watu wengine. Here there is one thing that anasema ili akimaliza kuwahubiria. Bwana asifiwe. Kwa kuwa kuna kuanza kazi, kuna kukaa katika kazi, kuna kuwekwa katika utumishi wa Mungu, na kuna kumtumikia Mungu kwa muda fulani. Kazi hii itaisha. Hatutaishi milele. Bwana asifiwe. Leo uko mahali hapa, uko na nguvu, unamtumikia Bwana. Kesho huenda hautakuwa. Kuna wenye walikuwa hawako leo, kuna wenye wako saizi hawatakuwa kesho. So ndio maana Paul wants to encourage us this morning that after serving God, tusije tukawa watu wa kukataliwa. Bwana asifiwe. Tusitumike muda wetu mwingi, tusitumike miaka yetu mingi kanisani, ila atakaporejea mwana wa Mungu tuwe watu wa kukataliwa. Tunapomfanyia Mungu kazi, tuifanye na mioyo yetu yote. Tunapomtumikia Bwana, tumtumikie tukijua ya kwamba there is a reward ambayo tutakuja kupokea. Kuna thawabu, kuna zawadi tutakuja kupokea. Tusimtumikie Mungu kama watu ambao hawana malengo. Paulo anasema ya kwamba ninautesa mwili wangu ili ya kwamba nikishawahubiria watu nisije nikawa mtu wa kukataliwa. Mungu atusaidie asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. That as we are straining, we are sparing our time. Tunawatembelea watu, tunawahubiria, tunakuja hapa kanisani, tunafanya mambo mengi so to make sure that the kingdom of God is advancing. Tunafanya mambo mengi ya kueneza injili hii. Wengine ni waimbaji, tunaimbia watu wanabarikiwa na nyimbo zetu. Wengine ni waombezi, tunaombea watu wanafanyiwa muujiza. Wengine ni watu wa kutia moyo, tunatia watu wengine moyo mpaka wanaimizika kabisa. Paulo anasema ya kwamba tunajitesa kwa hayo mambo yote ili tukishamaliza kazi hiyo tusije kuwa watu wa kukataliwa. Ndilo ombi langu asubuhi ya leo, that as we are serving God, tumtumikie Mungu kama watu watakuja kuheshimiwa. Bwana asifiwe. Tukimtumikia Mungu, tukishamaliza kazi hii tuimalize kwa nguvu kama watu ambao tutakuja kufikwa taji. Na hilo ndilo ombi langu asubuhi ya leo, na kwamba whoever that is serving God asicha akawa mtu wa kukataliwa. As we are seated here, ombi langu asubuhi ya leo ya kwamba after serving the Lord tusije tukawa watu wa kukataliwa, ila tupate neema na kibali machoni mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu atutie nguvu tukafanya hii kazi katikati ya changamoto, katikati ya mambo yote, tukitazamia taji ambalo linakuja baada ya kufanya kazi. For I know one thing, that zawadi ama thawabu umuntu ukominyoka tariko ewugutwa atarakoraki ataratabukio rogendo. Bwana Yesu asifiwe. Goikaika sengo liere amaneko ewugutwa ororo. So as we are serving, tujue ya kwamba kuna malipo yatakuja kulipwa after we have finished. Tumtumainie Bwana, tumtazamie Bwana tunapokimbia. Paulo anasema ya kwamba there is a verse here that Paul says in verse number 26, 1 Corinthians 9:26, anasema ya kwamba kwa hiyo mimi sikimbii kama mtu akimbiaye bila lengo. Sipigani kama mtu anayepiga hewa. Bwana asifiwe. Paulo anasema ya kwamba hata kama anafanya hii kazi ya kuwahubiria watu, haifanyi kama mtu. Anasema ya kwamba yeye yani mbio zake yeye akimbii kama mtu hana malengo, akimbii kama mtu hana mwelekeo. Hata kwa vita vyake yeye apigani kama mtu hana kitu cha kupigana nacho. He is so much focused. Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie tunapofanya kazi hii, tunapokimbia katika mbio hizi za utakatifu, tunapowahubiria waliofunjwa mioyo, tunapowahubiria watu habari njema, nasi tuje kuwa watu wa kukubalika. Ndilo ombi langu asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tusimame juu asubuhi hii as we pray.
Nataka tu tufanye ombi this morning. Kwamba tumwambie Bwana, tumshukuru Bwana kwa kutuchagua, kwa kutupa kazi ya kufanya, kwa kututuma tuwahubirie watu. We have been sent, mimi na wewe tumetumwa so that we proclaim good news to the people. Tumetumwa na Mungu ili tuwatangazie watu habari njema. Mungu ametutuma ili tuwatangazie kufunguliwa waliofungwa. Mungu ametutuma ili tuwatie moyo waliofunjika mioyo. Ila Paul anasema ya kwamba kazi hiyo yeye hafanyi hivyo tu, anasema ya kwamba anaifanya akisha mtumikia Mungu asije kuwa mtu wa kukataliwa. Naomba tu mshukuru Mungu kwa sababu ya mwito wake. Mwambie Bwana, ni asante kwa sababu umeniita, ni asante kwa sababu umeniweka katika huduma yako ili Bwana nikutumikie. Umenipa nafasi. Omo nenotoire libaga tomutumikire, omo nenotoire libaga tokole mirimo yaye, omo nenotoire libaga tubarandiria abantu, omo nenotoire libaga tali nchebwe kanoe naye dio gokole mirimo yaye. Paulo agotebanga ugusaba kwaye nkolinya magega yogo kole meremeye tacha kobo muntu bukwangwa notebya monene Nyasaye ngatwe neema yogo kole meremo yaye hili atakaporudi tusiwe watu wa kukataliwa. That is our prayer this morning. Oh Lord, we come before you this beautiful morning. We give our lives unto you, oh Lord. We surrender our lives unto you, oh Lord. You have called us, O King of Kings, into the ministry, Father. You have given us the task, oh God, to preach good news unto your people. Oh Jehovah Shalom, where we have led your word, your servant Paul has said ya kwamba Bwana ombi lake ni kuwa akishamaliza kukutumikia asiche kuwa mtu wa kukataliwa. That is our prayer this morning, that Lord Almighty, you who has called us, you who has empowered us, you who has given us the gifts, oh Lord, to serve you, give us the strength, oh Lord, give us the grace to focus on you, Lord, to focus on the reward which is coming, O King of Kings, as your servant is admiring ya kwamba Bwana anapokutumikia asiche kuwa mtu wa kukataliwa. Pia nasi tunaomba iwe hivyo kwetu asubuhi ya leo, kwa kuwa Bwana unarudi na ujira mikononi mwako ili kumulipa kila mmoja na matendo yake. Jehova, ombi letu asubuhi ya leo ni ya kwamba utakaporejea ili kumulipa kila mtu, Bwana wa mabwana, nasi tusiche tukawa wa kukataliwa, tusiche tukawa wa kukataliwa. Bwana, tukakubalike kwako Jehova utakaporejea mara ya pili. Oh Lord, we pray that we may be accepted in the name of Jesus Christ. We pray that our Lord, when you will come, oh Lord, we may be recognized as faithful servants in the name of Jesus. Naombea wazee ambao wako mahali hapa, ambao Bwana umewaita katika huduma hii, ambao Bwana umeweka mzigo ndani yao wa kusimama katika kazi yako watakapomaliza. Oh Jehova, wasiche wakawa watu wa kukataliwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kazi ambayo wanayoifanya, Mwenyezi Mungu, walipwe sawa sawa na matendo yao mema. Naombea wamama ambao wako mahali hapa, that you Lord Almighty, hear them, O King of Kings, give them the grace, everlasting Father, oh Jehovah, so that when you come back, they may be accepted. Wasiche wakawa watu wa kukataliwa katika jina la Yesu Kristo. Huduma yetu Bwana tumekabidhi mikononi mwako. Chochote kile ambacho umeweka ndani mwetu Bwana, tunaomba ya kwamba ukatusaidie tukakitumikie
kwa utukufu wa jina la Yesu. Bwana, tunaomba ya kwamba ukatusaidie tukaweze kujua kile ambacho kitakachotufanya tusifanye vile neno lako linasema. Heri Bwana, tuje tukakataliwa, kwa kuwa Jehova sisi ni wanao. Asante kwa sababu ya vijana wetu pia Bwana, utawasaidia after preaching good gospel, oh Jehovah, to the broken hearted, they will not be rejected when you come in the name of Jesus. Tunajisalimisha kwako Bwana, tunaomba ukatusaidie katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwema. Kazi yetu kwako Bwana sio ya bure. Hatuhitaji Bwana, hatuna tamanio, hatutamani kabisa kukataliwa na wewe utakapokuja. Na tunaomba tukakubalike katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Our works unto you, Lord, will never be in vain. Our services to you, our Father, will never be in vain. Paulo anasema ya kwamba anautesa mwili wake. Kuna wengine hapa Bwana, kwa kazi yako tunaitesa miili yetu. Tunasumbukia kazi yako Jehova. So Lord, we pray kwamba Bwana tusije tukawa watu wa kukataliwa. Wengine Bwana ni waimbaji, wengine ni apostles, wengine Bwana umewapa neema ya kuomba Bwana kazi hiyo isiwe ya bure, wasije wakakataliwa. Wengine Bwana umewapa neema ya kusimama na kazi yako kwa njia tofauti, maana asije akakataliwa yeyote miongoni mwetu. Tukakubalike katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunategemea neema yako Bwana. In the name of Jesus. Yeah.
hilo liwe ombi letu asubuhi ya leo, kwamba Bwana anapozuru wengine ambao wako katika shambani mwake, nasi asiche akatupita. Tamanio letu liwe ya kwamba baada ya kumtumikia Bwana tusiche tukawa watu wa kukataliwa. Bwana atupe neema as we are serving him, tumtumikie kiasi kwamba tutakuja kukubalika katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tutoe sadaka zetu, halafu tutaomba tumalize ibada yetu ya kwanza. Najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Tunaweza leta sadaka zetu as we sing that song. Tutabarikiwa pamoja. Najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Ana hivi vyote ni wewe umefanya. Ana hivi vyote ni wewe umefanya. Najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Maana hivi vyote ni wewe umefanya. Maana hivi vyote ni wewe umefanya. Najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Mara hivi vyote ni wewe umefanya. Mara hivi vyote ni wewe umefanya. mimi najua. Najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Mara hivi vyote ni wewe umefanya. Mara hivi vyote ni wewe umefanya. Najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Maana hivi vyote ni wewe umefanya. Maana hivi vyote ni wewe umefanya. Amen, amen. So Mungu awabariki sana. Asante sana kwa kufika mapema kwa wingi katika ibada yetu ya kwanza. Bwana awabariki. Ningependa tusimame tumalize mkutano huu kwa maombi. Bwana awe nanyi siku nzima. Amen. Tuamini tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakiri kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Rehema zako Bwana ni nyingi juu ya maisha yako. Fadhili zako kwetu Bwana ni za milele. Na kushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo Bwana umetupa sisi wote. Tumechumuika mahali hapa katika ibada yetu ya kwanza. Hili Bwana tukabarikiwe pamoja na wewe. Paul amesema katika neno lako Bwana kwamba nia yake Bwana ni kwamba, ama tamanio la moyo wake ni kwamba Bwana akisha kutumikia kuwahubiria wengine habari njema Bwana asiche akawa mtu wa kukataliwa. Pia nasi asubuhi ya leo tunaomba kwamba Bwana kwa hii neema ambayo umetupa ili tukaweze kukutumikia kuwahubiria watu wako Bwana, wagonjwa wakapone, waliofungwa wakafunguliwe Bwana, walio na shida wakatoke katika shida zao.
Nasi ombi letu na tamanio letu Bwana, ya kwamba tunapokutumikia, tunapowahubiria wengine habari njema, nasi Bwana tusije tukawa watu wa kukataliwa utakaporejea mara ya pili. Bariki wanao waliokusanyika mahali hapa Bwana, wakapate kibali machoni pako. Even as they are serving you, Lord, they serve you knowing that, Lord, there is something everlasting that you will give them as a reward, as an inheritance, in the name of Jesus Christ. Oh God, tupe moyo wa kukutumainia, tupe moyo wa kukufanyia kazi na nguvu in all conditions, oh God, knowing that, Lord, we will be accepted when you come the second time to take the charge. Bless all, oh God, even as we proceed with our programs. We pray that, Lord, may you fill this house with your presence. From now to the end of the day, Lord, we are at your hands. May your perfect will be done, for we pray and believe in Jesus' mighty name. Amen. As we are remaining standing, praise in the worship, you may take us through the worship. God bless us. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wangapi wanafurahia kuwa katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo? Tunaweza kusimama uweponi mwa Bwana. Hallelujah. Tote nene. Ikona abasorora tote nene asirieta ya Yesu. Wewe kuwa hivi vile ulivyo ni neema ya Bwana. Hallelujah. Usichukulie tu ni kitu bure kusimama hivi. Kuna watu ambao wanatamani sana kusimama. Kuna watu ambao wanatamani sana hata kuinua mikono yao. Usiwache ukafikia ina condition yenye unasema nale kwe guliba galero niko nale go sasima Nyasaye omone nabakwe. Usiwache ufike hiyo nyakati unasema ya kwamba ningepewa nafasi ambayo unaitaka wakati ule iko sasa. Bwana asifiwe. Muinulie Bwana hiyo mikono yako ambaye amekupa asubuhi ya leo. Muinulie Bwana hiyo sauti ambaye amekupa asubuhi ya leo. Muinulie Bwana huo moyo wako ambayo amekupa asubuhi ya leo. Mwambie shida zako asubuhi ya leo. Maana kuna wakati ambapo utamtafuta huyu Mungu na hutamuona. Biblia inasema ya kwamba mtafute Bwana wakati angalipo. Moligi Nyasaye chinga kichiria konyorekana. It means there is a time that is coming that you are going to look for the Lord and you will not find him because your time has expired. Inua mikono yako mwambie Bwana ninakutafuta asubuhi ya leo. Mwambie Bwana moyo wangu nakutamani asubuhi ya leo. Mwambie Bwana nafsi yangu inakutamani asubuhi ya leo. Ninakuinulia sauti yangu maana wakati huu unapatikana. Kama uninua sauti yako kwa Bwana, inua sauti yako. Imokiri ogiri awetani abose kwalikirie. Motebi Nyasaye ngana tamanirie. Inde no natamanio katika moyo wangu ya kwamba unisikia asubuhi ya leo. Maana ninajua kuna wakati ambao utafika sitaweza kukufikia wewe, lakini wakati huu Mungu nina uwezo wa kukufikia. Ndio maana nainua sauti yangu kwako. Kama ni wamama inueni sauti zenu kwa Bwana. Wazee inua sauti yako kwa Bwana asubuhi ya leo. Vijana muinulie Bwana sauti yako asubuhi ya leo. Biblia inasema ya kwamba Mungu anatuangalia kutoka mbinguni. Aone yule ambaye ako na hekima, ambaye anamtafuta yeye. That is in the book of Psalms 53 verse 4. Ya kwamba Mungu anatafuta, anaangalia kutoka mbinguni. God is looking at us this morning and is looking for that one person who has acknowledged him this morning, who has known that it is God that has given him life this morning. Mungu anakuangalia wewe mama asubuhi ya leo. Mungu anakuangalia wewe mzee asubuhi ya leo. Anatamani sana kukuona, ajue ya kwamba wewe uko na hekima ambayo ni ya kumtafuta asubuhi ya leo. Inua sauti yako kwa Bwana. Kama uninua sauti yako kwa Bwana,
mangana talibu ya chinga kibune chiga. Maneno sio sawa wakati kama huu. Ni wakati ambao umefaa sisi tumuinue Bwana. Baba, tunaliinua jina lako asubuhi ya leo. Baba, tunakuabudu asubuhi ya leo. Baba, tunakuheshimu asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya wiki mzima Mfalme. Tulipoanza koinonia yetu Bwana, tulikuita Mfalme wa amani. Na hakika Mungu ulijidhihirisha mahali pale kwa Mount Carmel Jehova. Tuliona mkono wako mahali pale Jehova. Maana wagonjwa walipokea uponyaji. Maana waliokuwa chini Mfalme waliinuliwa. Maana waliokuwa wamekataliwa Jehova uliwapa tena kukubalika Jehova. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Umetukutanisha Mfalme wa amani kwa hekalu lako asubuhi ya leo. Si kwa sababu tunastahili Bwana, bali ni wewe unastahili maishani mwetu. Bali ni wewe unastahili mioyoni mwetu. Bali ni wewe unastahili tukuinue. Ni wewe unastahili tukuheshimu. Ni wewe unastahili tukuabudu. Bwana, chukua usukani mahali hapa. Roho Mtakatifu tunakualika kwa kanisa la Nyamataro Jehova. Igogote basaringa ndali ya Nyasaye. Na kende kionse twasiboira sense na igoro yao manene kwa kianchenanire. Ao manene kwa manene mambia mono. Kubalia ibada zetu asubuhi ya leo. Kubalia ibada zetu asubuhi ya leo. Kubalia maombi yetu asubuhi ya leo. Kubalia maombi yetu asubuhi ya leo Bwana. Maana sisi sio kitu bila wewe. Maana sisi sio kitu bila wewe Bwana. Oh, tunakuabudu Bwana, tunakuinua. Tunaliinua jina lako Yesu. Tunaliinua jina lako Yesu. Bwana, maadui wameinuka. Maadui wameinuka. Wamepanga mipango yao Jehova. Lakini wewe ukiwa upande wetu, hakuna ambacho kitawezekana Mfalme. Maana wewe ni mshindi zaidi ya mshindi Jehova. Ukiwa ndani yetu sisi tumeshinda yote. Ukiwa ndani yetu sisi tumekamilishwa. Asubuhi ya leo mama ni mikononi mwako. Asubuhi ya leo mama ni mikononi mwako. Wale ambao wanalia asubuhi ya leo Bwana kwa sababu ya mambo mengi ambayo wanapitia, Mfalme ukawafute machozi asubuhi ya leo. Maana unasema utatufuta machozi tena utatupa tumaini tena Bwana. Pewa mama wako asubuhi ya leo tumaini ambao wamekutumainia Jehova. Wazee ni mikononi mwako Bwana. Vijana ni mikononi mwako Jehova. Tumeungana katika kanisa lako asubuhi ya leo kulingana na neno lako mtakatifu ambalo unasema ya kwamba walikuwa wanakutana kila wakati. Maana hiyo ilikuwa ndio njia yao Jehova. Nasi hii ni njia yetu ya kila siku, ya kwamba siku ya Jumapili Bwana tunakutana katika hekalu lako Baba. Tena leo tuko hapa, tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji Mfalme, tunakuhitaji Jehova. Wamama wanakuhitaji, wazee wanakuhitaji, vijana wanakuhitaji Bwana, watoto wanakuhitaji. Kanisa lako tunakuhitaji asubuhi ya leo Bwana. Tutawale, tawala kanisa hili Jehova, tawala kanisa hili Bwana. Haitakuwa bure kukuinua Bwana, haitakuwa bure kukutafuta, haitakuwa bure kukuheshimu wewe Bwana. Tenda jambo kwa kanisa lako asubuhi ya leo Bwana, tenda jambo kwa watoto wako asubuhi ya leo. Oh, hakuna kama wewe. Kama ninua sauti yako kwa Bwana, ninua sauti yako kwa Bwana. Ni Mungu ambaye anakuelewa wewe, sio binadamu, sio binadamu. Sio binadamu atakayeweza kukuelewa, ni Mungu. Sio binadamu atakayeweza elewa malegevu yako, ni Mungu tu. Haleluya. Asante Baba yetu. Asante Baba. Ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze.
ninaposhindwa tukuite. Hivi leo nakuita, tusikie Bwana, tusikie Yesu, usiende mbali nasi, usituache peke yetu. Mungu wangu utuongoze. Tuseme sote, ulisema naposhindwa. Mwambie Yesu, hivi leo nakuita, nisikie, usiende mbali nami, usituache peke yetu. Mungu wangu, kama unaamini hayo maneno mwambie, ulisema naposhindwa. Inua sauti kabisa mwambie Yesu, hivi leo nakuita, nisikie, usiende nami, usiniache. Kama unainua sauti yako mwambie Yesu anaweza yote. Mwambie ulisema naposhindwa nikuite. Yesu, hivi leo nakuita, nisikie. Yesu, usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu, kama unainua sauti yako kabisa ukimwambia Yesu, ulisema mwambie maneno ukimaanisha. Yesu, hivi leo nakuita, nisikie. Yesu, usiende. Amesema mwenyewe. Hii anapatikana katika kitabu cha Yeremia 32 ya kwamba niiteni. Yesu, ulisema naposhindwa. Kama unaamini Yesu anaweza, mwambie nikuite asubuhi ya leo. Nisikie. Yesu, usiniache peke yangu. Mungu wangu, nataka tuseme hayo maneno, maana sema tukikiri hata tena. Ulisema usichoke kumwambia Yesu. Yesu, hivi leo nakuita. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Yesu wangu, uniongoze. Sasa nataka uinue sauti yako mwambie wewe umesema kutokana na kitabu cha Yeremia 33:3 ya kwamba niite nami nitakuitikia. Mwambie Yesu, leo ninakuita kwa sababu ya hali zangu, ninakuita asubuhi ya leo. Mbali nami Yesu, usiniache peke yangu. Mungu wangu, uniongoze. Inua mikono yako kwa Bwana, mwambie Yesu, ulisema. Yeye anasema yeye ni baba wa yatima. Yeye anasema yeye ni mume wa wajane. Yeye anasema ni kimbilio letu asubuhi ya leo. Kama uninua sauti yako, kama unaweza kuinua sauti wewe muulie tu Bwana. He is here to listen to you this morning. Hapo hapa kusikia asubuhi ya leo. Mwambie usiende mbali nami Bwana. Mwambie usiniache peke yangu. Mwambie Mungu wangu niongoze asubuhi ya leo. Mwambie Yesu ongoza maisha
naposhindwa nikuite. Ulisema napofika mwisho nikutafute wewe. Leo tuko hapa Bwana tunakuita. Leo tuko hapa Bwana tunakuamini. Tuko hapa Bwana tunakuheshimu. Tuko hapa Bwana tunakuabudu. Tukisema usiende mbali nasi. Tukisema usiende mbali nasi Bwana. Usiende mbali na kanisa la Nyamataro. Usiende mbali na kanisa la Nyamataro. Bwana ukanene nasi siku ya leo. Bwana ukanene na kanisa lako Bwana. Hallelujah. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono Yesu. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono Yesu. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Nishike mkono Bwana. Hallelujah. Nishike mkono. Mwambie tembea nami Bwana. Tembea nami. Hallelujah, hallelujah. Mwambie uniongoze Bwana. Uniongoze. Hallelujah. Mwambie unitawale Bwana. Mwambie Yesu unitawale peke yako. Kama unainua mikono yako mwambie Yesu unitawale peke yako Bwana. Kama unainua sauti yako Bwana, nishike mkono Bwana. Nishike mkono peke yako. Nishike mkono Bwana. Nishike bila wewe Yesu siwezi. Bila wewe Yesu bila Roho wako Yesu siwezi. Bila Roho Yesu. Inua sauti yako kabisa mwambie bila uwepo wako Baba siwezi. Bila wewe Yesu. Sema haya maneno ukimaanisha. Sema bila nguvu zako Baba siwezi. Bila wewe. Alafu tumwambie niongoze. Niongoze Bwana popote endapo hadi siku ile. Inua sauti kabisa.
Sajio, ayaya, nipate. Wapi sadaka ya makofi kwa Yesu? And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Amen. Salimia mwenzako, mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Karibu sana kwa ibada ya leo. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya maisha ambayo ametuwezesha tumekuwa nayo leo, na tuko hapa kumwabudu kwa pamoja. Karibu tunapoenda kusikiza kutoka kwa Bwana. Naomba nilete matangazo machache. Mount Carmel, Koinonia Mount Carmel edition was a success. Iliisha jana pale mashinani, lakini climax ni leo hapa kanisani. Mtaniruhusu niite our coordinator wa apostles pamoja na Alex Mariga apostle, ili waweze kutuambia kitu kuhusu the just concluded Koinonia Mount Carmel edition. Thank you, Secretary. Bwana asifiwe. Nisalimieni hapa. We want to thank God for what we saw from Wednesday. Tulikuwa na fellowship pale ya fellowships 4, Macedonia West, East, Goshen na Mount Carmel. Alafu Thursday asubuhi tukaamkia door to door evangelism from 9 to 12:30. Then from 2 p.m. tukaanza crusade. The same was done on Friday and Saturday. Bwana asifiwe. Ningependa on behalf of Mount Carmel niweze ku appreciate various groups. Kazi yenu tu ni kuwapigia makofi. Bwana asifiwe. Tuanze na praise and worship, walisaidia sana, wapigie makofi. Number 2, the church choir, wapigie makofi. Walitusaidia sana. Tulikuwa na chairman, ile timu yako inaitwaje? Altar makers, wapigie makofi. Fellowships zote 10, watu walikuja kwa wingi, wapigie makofi. Apostles wote wapigiwe makofi. Alafu the owner of the field, mahali tulifanyia fellowship, hakika tuliona wema wa Bwana. Alitukubalia compound yake, tukajenga madhabahu na tukahubiria pale. Mpigie makofi hata kama yuko hapa. Watu wote wa soko mjinga tulikaribishwa kweli kweli, walikuja wakajiunga nasi, wapigie makofi. The clergy wakiongozwa na wa bishop wote wapigiwe makofi. Kama nimesahau mwingine, situmpigie makofi tu na yeye. Asante sana. Kwa majina naitwa Mariga Alex, apostle wa Mount Carmel, tukiwa na Apostle Florence, salute to the church. Where is she? Alikuwa apiwe makofi. Thank you so much. May God bless you. Thank you, Apostle. Bwana asifiwe. Tuanzie na wao pia tuwapigie makofi. Na wana Mount Carmel tuwapigie makofi. Mungu wetu ni mwema. I want pia mjipigie makofi mazuri sasa. Hebu jipigie makofi. Thank you. Asante sana kwa wale washikadau wote ambao mwenzangu amewasoma hapa, ambao pia nilikuwa nao kwa list hapa. Sitaki kurudia. Mungu ni mwema kwa sababu alitushindia. Tulianza kule on Wednesday. Zile fellowships ambazo tulifanyia pale
fellowships on Wednesday, hata kama tuliwapatia muda mchache notice. May God bless you. We set the ball rolling there, na tuliona mkono wa Bwana tangu siku hiyo mpaka jana. Wacha Mungu wetu awabariki, wacha Mungu wetu abariki kanisa letu kwa kushirikiana, ndiposa hii ikawa success. Our success is your success, and it's success in God's kingdom. Bwana asifiwe. So, secretary, I want to announce, where is our brother Apostle wa Apostle wa Macedonia West? Mko hapa ndani? Tafadhali msimame mahali mlipo. This is where we are going next. Bwana asifiwe. Mmetukaribisha. So April tuanze kujipanga as early as today, so that we make it a success more than it was in Mount Carmel. Mungu awabariki, Mungu awabariki kabisa. Asante sana Apostle Alex pamoja na our coordinator Joshua. Mungu awabariki kwa sababu mliweza lead the teams very well. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya injili ambayo ilihubiriwa pale, na we are happy for the souls that came to Jesus, and that is what we are here to do. Nikitoka hapo, church choir inaendelea na practice. Church choir inaendelea na practice Monday, Tuesday, Thursday and Friday, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi na Ijumaa, kuanzia saa 10 hadi saa 11 jioni, tukiendelea kujipanga kwa ajili ya mkutano wa center ambao utakuwa next Saturday 22nd November, Jumamosi ijayo tarehe 22, tutakuwa na center meeting pale Gesarara PAG Church, na kanisa lote tumealikwa. Ni function ya kanisa, lakini kwaya ya kanisa itakuwa inawakilisha kwa wimbo, na ninajua wanaendelea kujifunza. Kwa hivyo wacha tuungane pamoja ili tuweze kufika mahali pale, pia tuweze kuhubiri injili hapo. Anachukua fursa hii nishukuru Goshen Fellowship ambayo imekuwa on duty, inamaliza leo jioni. Kuanzia kesho asubuhi tutakuwa na Bethlehem Fellowship ikianza zamu yao, na leaders wa Bethlehem najua mmeanza kujipanga kwa ajili ya kutuchukua kwa hiyo wiki kuanzia kesho asubuhi. Leo baada ya ibada tuta crown our Mount Carmel Koinonia edition with the Lord's table. Kwa hivyo tujitayarishe, tukimaliza ibada tunaenda kupata meza ya Bwana. Nyamataro PAG 2026 strategic plan meeting itakuwa tarehe 12 mwezi wa 12. Strategic plan meeting 2026, tuko na meeting tarehe 12 mwezi wa 12, na all departmental heads tumeulizwa tuendelee kujitayarisha ili tuweze kufanya huo mkutano uende vizuri, tuweze kupata kalenda ya 2026 na yale ambayo tutakuwa tumejipanga kufanya kama kanisa. Kwa hivyo tumealikwa tuweze kujitayarisha. Baptism class, darasa la upatisho inaendelea kwa ofisi ya Bishop kila Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3. Every Sunday from 8 AM to 9 tuko na baptism class kwa ofisi ya Bishop, na wale ambao wangependa kubatizwa tumeambiwa tuendelee kujiunga pamoja na wengine tuweze kupata mafunzo. Gusii Muungano Choirs. Gusii Muungano Choirs
ambao walikuja hapa tarehe 28 mwezi wa 9, wakaweza kutu support tulipokuwa na launch ya kanisa ya church choir. Next wako na mkutano tarehe 30th of this month November, wako na mkutano Getunwa PAG Church, na watakuwa pia wakifanya fundraiser, and our church choir itakuwa ikituwakilisha. Na kama kanisa, kwa sababu walikuja hapa wakatutenda mema, tumeombwa kwa hisani kuu Jumapili ijayo, next Sunday on 23rd, tutembee na sadaka mzuri kwa mfuko ili tuweze kucollect something small or big ili tuweze kusupport choir ikienda Getunwa kwa ajili ya fundraiser ya Getunwa PAG Church Choir. So next Sunday beba kakitu ili tuweze kusupport hiyo safari. Walikuja wakatutenda mema, na ndio maana tumejipanga tununue bus. So wacha tutembee vizuri next Sunday. Na kwa sababu ya hiyo fundraiser ilifanyika hapa, kama kanisa tumeona ni vizuri tufanye operation of buying a church bus, na tukapanga fundraiser tarehe 14 mwezi wa Disemba vile tulitangaziwa wiki jana na bishop wetu. Wale wote ambao tumetoa pledges, tunaomba kwamba Mungu aweze kuprovide ili tuweze kumtolea. Na ikiwa haujatoa pledge yako, tafadhali bado mlango uko wazi. Na tulisema hatuna pesa kwa mifuko, lakini tuko na social capital. Jipatie card, niko na cards, niko na more cards, nikiketi pale. Ukiwa unahitaji card, kuja nikuandikie ili uweze kuenda kwa marafiki, tuweze kufanya hiyo ndoto ifanyike, kazi ya Bwana iendelee. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pledges tutume kwa wingi, na tuko na cards tutachukua ili tuweze kutafuta pesa tununue basi ya kanisa tuweze kuendelea kuhubiri injili ya Bwana. Nitaachia matangazo hapo, niite choirs. Tutaanza na Goshen Fellowship, then Altar Makers, tumalize na church choir. Karibu sana Goshen Fellowship. Tokumye kiagera na gotebia oiborwe kabere to vive ya ona vive vinge e vive ya ona
chinguru chenteke Nyasaye nabae omorembe Nyasaye nabae omorembe Nyasaye nabae omorembe abo moirogete Monyanye chinchera chao chonsi Momanye chinchera chao chonsi Momanye chinchera chao chonsi Erena ochirendere Chinchera chao chonsi Momanye chinchera chao chonsi Momanye chinchera chao chonsi Erena ochirendere Amen. Asante sana Goshen. Altar makers, karibu. Bimanyerero, ebikora kyao wacha
amen. Asante sana Altar Makers Church kwaya, karibu. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe. Pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa, pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa. Unaweza Bwana wa mabwana, unaweza, unaweza Bwana wa mabwana, unaweza, unaweza Bwana wa mabwana, unaweza, unaweza Bwana wa mabwana, unaweza. Twakuabudu Bwana wa mabwana, twakuabudu, twakuabudu Bwana wa mabwana, twakuabudu. Namo
Amen. Asante sana church choir. Tupigie kwaya zetu makofi mazuri. Asante sana our choirs today. Next week tutakuwa na Bethlehem Fellowship pamoja na our youths. Tujipange Bethlehem Fellowship and our youths. Bwana asifiwe. Niruhusu tu kwa ajili ya fundraising ya December 14th. Niko na wale ambao wametoa. Tulisema ukipata unaendelea kuweka kwa account, usingoje 14th. Na account ni ya KCB Bank. Nitasoma vile utaweka. Tuko na paybill. Paybill ni 522 again. Account number 134429 again 25. Paybill number 522522. Account number 13442925. Utakuwa umetoa mchango wako na unatuma hiyo message kwa secretary wa kanisa for recording. So operation by TNPC Church Bus. Tuko na mzee Moses Ongesa ametoa 1000 yake 5. Yaani ninaitisha makofi. Asante sana mzee Ongesa. Our bishop Harrison Ambogo ametoa 5000. Apostle Pamela Kefa ametoa 5000. Na mwisho ni secretary wa kanisa pia ametoa 5000. Na wale ambao wametoa na haujatuma message yako, asante, lakini utume message for updating. Bwana Yesu asifiwe. Mchango umeanza na tunaendelea vizuri na jina la Bwana libarikiwe. Tunaendelea vizuri, ni wakati tunataka kukaribisha wageni. Ikiwa ni siku yako ya kwanza kufika kanisa la Nyamataro PAG, naomba tu unisaliuti hivi. Mgeni, amen, amen. Wow. Tusimame tu kidogo wageni wetu, naona tuko wengi. Tusimame kwa miguu ili tuweze kuwaona vizuri. Amen, amen, amen. Wow. Naomba kwa dakika moja tu mniruhusu niite wageni wangu hapa mbele. Nikisema wangu ni wetu. Wageni tusonge tu hapa mbele kidogo ili tuweze kusalimia kanisa. Asante sana wageni wetu. Mungu awabariki. Amen. Amen. Mko mahali mnafaa kuwa siku ya leo na tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya maisha yenu. Asante sana. Amen. Amen. Tusalimie tu na jina la Bwana libarikiwe. Karibu. Praise God. Praise God. Kwa majina naitwa Daniel Mobaso. Ni mara yangu ya kwanza kufika katika kanisa hili. Sana sana napatikana Kirigoris. I'm a teacher by profession. Sijakuja peke yangu lakini bibi yangu ako pale, anaweza simama wasalute. Amen. Asante sana. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Hadi yako na mtoto amebeba, wako watatu. Amen. Omonena bakwe. Marieta nkoro kurecho mora. Na nche na kile kusirikana nyinyi. Nabakwaniria aseri etalia Yesu mbuya more.
asa marietane igongoro kwa roda kerubo no yo sayane igere nyagoto PH na inde iganda sama tuka makera kinie karotole nainu na bongo bangu siriki nainu igobono no tora mu nainu ya sana ali kubaseseni. Asante. Bakwani aseteria gesumbi ya muri samuri tanguru Steven Mbaka nkansa nyamataro akarundansa pero na jali tangani anu muriga no sindige sabo chanara. Amen. Tene no to kwanu ya tene igona lito korora. Amen. Glory to God. Anje tigangira libagale kubakwani abakristo manana bwakire buya asamari tan James okali ngoroku korubunya gatanya ese crusade yajete anje rona to getoyo mo na chira igala ro litukuria na litangani nsirikia mona ino gaiga tokore gasio monene. Amen. Yamono. Etine tingondi cha Mount Carmel Koinonia. Biyamora bakena banene. Amen. Nje ngoro kunyaboke Josephine nyaboke kurubunya gatanyi crusade yali yalenge no yalengenga. Amen. Asante. Ntoyo moyo ndeta tega iga Mary. Mary Fred. Nero ndeta ta. Igo ngora nkorera na maya. Egera nyako mubuatirende bono maito montako okorera maino mwana na arenge nyagitari Mary nere na nyore to moiri na nyore ta moiri onde bwensi. Amen. Kwanyango sirikia ruturani gomba lakini naondega tuliko ranyane kwa yango soande. Karibu sana mama. Abantu banya sango bakwani mwespimbi ya murega asa marieta ngoro ku Daniel Muko anje no yo mobo kana wete crusade area konyando. Amen. Marwa netinya sora. Yes. Anje na atrenche ko sirikina inu. Mwana Yesu abakwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kuwa mahala hapa. Nachukuanga muda sana kabla ya kuja, mwaka inaisha. Nteno mwana ogisemba, mwana wa aska. Oko tene na kwa nege actually nashukuru Mungu sana. Nashukuru Mungu sana na kinachera no mwana agaiga. Mumanyenga even if you are going through a problem, God is faithful. Amen. Incheno mwana waska na etereta makongo nkaramwa makongo nkarokuliteba karokwa mangana amange lakini bono igambwa ata abana bane babere. Amen. Okoba Nyasaye nomya. Don't give up. I'm an anointed pastor na ande nkosaba Nyasaye botukona mugasonga onde bwensi yo eteira yale na eteire tiga Nyasato gigugweteraso. Amen. Koro ku Valeria nsogetali Nyamira lakini monyata somochio Nairobi na ncheno mwalimu. Amen. Thank you so much. Mbeya mona bagani baito togo kora ibada mwa na haraka yogo soka. Tutakutana hapo kwa meza hiyo tujuane vizuri na tutashukuru Mungu pamoja. Asante sana na karibu sana. Daniel pamoja na wengine mmefanya uamuzi mzuri. Mungu awabariki. Karibu sana Nyamataro PAG Church. Bwana asifiwe. Baada ya hiyo furaha tunaenda kumtolea Bwana sadaka zetu pamoja na saka kwa furaha.
umetenda mema. Ningependa tuinue mkono wetu wa kulia juu tunapoombea sadaka zetu. Baba wetu katika Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwaminifu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunakuinua kwa kuwa wewe ni mtakatifu Jehova. Asante kwa sababu ya nafasi na kibali Bwana ambacho umetupa siku ya leo. Bwana, tumeshiriki katika ibada ya kukutolea, wakubwa kwa wadogo Bwana, hata na watumishi wako wote. Tumejumuika Bwana na tumekutolea jinsi ulivyotubariki Mungu. Ombi letu asubuhi ya leo, vile tumeinua mikono yetu, ni ya kwamba Bwana, matoleo haya yakakubalike machoni pako Mungu. Yawe manukato kwako, na Mungu yanapotumika utukufu kurudie. Bwana, baraka zako ziandame kila mmoja aliyeshiriki katika ibada hii. Bariki wote waliotembea madhabahuni hapa Bwana, wapokee miujiza yao, wagonjwa wakapone, walio na shida mbalimbali Bwana ukawasaidie, na walio na mahitaji mbalimbali Jehova, hata wanaoomba milango ifunguke Bwana ukawafungulie kwa utukufu wa jina lako. Tubariki Bwana kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. God bless you. Amen. Praise and worship. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Amen. Tafadhali tusimame juu tumsifu Mungu. Amen. Amen. Tena na igoro gaki tarwale ti magoro. Guseba na abwate shida yake. Togo chigotera tunatangaza injili
kila mahali, ifikie kila mmoja. Twakire Yesu chingo bigaki. Tunatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali yo. 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 Nitahubiri neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali yo. Tunatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali yo. Tutatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali yo. Tunatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali yo. Na wamama waimbe wakimsifu Bwana. Na wamama waimbe wakimsifu Bwana. Na vijana waimbe wakimsifu Bwana. Na vijana waimbe wakimsifu Bwana. Makofi kwa Yesu, haraka haraka jameni. Ninatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali yo. Tunatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali yo. Tutahubiri neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali yo. Tutatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali yo. Na watoto waimbe wakimsifu Bwana. Na watoto waimbe wakimsifu Bwana. Na wamama waimbe wakimsifu Bwana. Na wamama waimbe wakimsifu Bwana. Waimbe wakimsifu Bwana. Waimbe wakimsifu Bwana. na wazee Waimbe wakimsifu Bwana. na wazee Waimbe wakimsifu Bwana. Tunafanya namna hii. Waweza, waweza, Mungu wa Kalvari wewe waweza. Waweza, waweza, Mungu wa Kalvari wewe waweza. Watosha, watosha, Mungu wa Kalvari wewe watosha. Watosha, watosha, Mungu wa Kalvari wewe watosha. Wainua, wainua, Mungu wa Kalvari wewe wainua. Wainua, wainua, Mungu wa Kalvari wewe wainua.
inua mikono tunamlaika kila moja. Kama uko na mikono miwili naomba tu inua mikono yako. Hebu fanya tu kwa nguvu kabisa. Kama kuna mwenzako hajainua mikono naomba tu mwambie. Inulia tu Yesu mikono. Inua tu mikono kabisa, nataka kuona mikono na shangwe na vigelegele. Uinuliwe Bwana wa mabwana. Uinuliwe umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana. Inua. Mikono ikae tu, mikono tu ikae tu hivi tu. Mikono tu ikae tu.
We give you glory and honor. Let the Lord care. Kila mmoja fungua kinywa chako. Mwambie Baba, ni wewe unayeweza yote. Ni wewe unayestahili sifa na utukufu. Ni wewe tu Jehova. Ni wewe unayestahili sifa hizi, e Bwana. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Mwambie Mungu, ni wewe. Ni wewe unayeweza. Ni wewe unayestahili. Ni wewe unayestahili. Ni wewe unayestahili. Fungua kinywa chako. Mwite Mungu, mwite Mungu. Mwite Mungu mtetezi ambaye ametufikisha leo. Ambaye amekufikisha leo. Ambaye amekulinda kutoka na watetezi wako. Mwambie ni wewe tu. Ni wewe tu nguvu zangu. Ni wewe tu umenitetea. Ni wewe tu umeniwezesha. Niko hapa kwa ajili yako. Niko hapa unitetee. Niko hapa uniponye. Niko hapa unifungue. Niko hapa uninue. Niko hapa unibariki. Niko hapa unitende mema. Oh, hallelujah. We thank you. We bless you. Father, in the name of Jesus, you are great, and there's none like you today and even forever. We thank you, my God, my good Lord, for the far. We are here again today. We want to say also you are great, and there is nobody and there's none like you today. I thank you even for this privilege that, Lord, we are in your sanctuary. As we continue with your word, Lord, be with us, and for everybody to say amen. Pigia clap for our good praise and worship team. Akera chinkobi egekundi gyeito kyogo sasima. Asante praise and worship team biamono egekundi kyogo sasima no gotogia for bringing us that far. Asogo toleta obwaro oboiga. Want to appreciate each one of you. Igonta tekoira nelikero yo moino bie. Hebu nisalimie kama unaniona katika jina la Yesu. Kwani kuondocha serietari ya Yesu. Before we read the word of God, we have a visitor today. I want to say this. We had a koinonia or crusade at Mount Carmel place. For those ones who are there, I want to appreciate. I want to say it was a wonderful koinonia. To me, I want to thank God. Hallelujah. Hallelujah. Simpiga makofi mazuri gani. Mungu akachinko bichingi yagaki. Kwa wale wageni asebali abageni walitoka pale kwa ile koinonia. Bali baru etali koinonia elia. Simama tu ufanye hivi. Tenena iga okoroko boko iga. Simama tu usalimie tena kanisa mara ya pili. Tenena ando kuanie kanisa elia kabere. Pigia hao makofi mazuri wote. Bakere chinko byabuo bonsi. That is a show ekine kemanyerelio that God was in that place. And He will continue to be in that place. Bwana asifiwe. Tuliona Mungu akitenda mazuri mahala pale. For those ones who are not there, the theme was proclaim liberty to the captives. From the book of Isaiah 61 and verse 1. That was what was there in Jesus' mighty name.
I want to bring in a visitor. igontete koreta omogeni He will take us through the word of God. na toire aseringana rio monene After that, we shall share God's table. kere twakorire ntosange mesa yo monene. We have also a small kid that we want to pray. Sorry. We have a young small kid. ntobwata omwana omoke togochikosabera. Yes. And then after that, we will give a free offering in Jesus' mighty name. orwabunto rwe sadaka So be prepared for that. igo ealigani asengencho Saka mpigie mgeni makofi mazuri. tete twakera omogeni chinko bichingia Sababu saa zimeenda. asengenche biro byachire. My brother, endugu yane taka Mungu akusaidie. igontete nyasaye agokonye Alikusaidia tukikuwa mahala pale. na agokonya lilitwalinga asalia Na ninajua atakusaidia tena kabisa katika jina la Yesu. ande ninde noboene ngokonya alimo nasirieta Basi pigia yeye makofi mazuri. mono mwakele chinko bichingia. Welcome my brother as you guys take us Amen. through. Our Bishop, omo bishop Reverend Alson Ombogo, oyune era Alson Mbogo the church Ekani- board, ekanisa ya nyasaye our media personnel, n'abantu baito ba media the visitors who have come today, abageni bali mwachire lituko lya lero the great team of the Carmel edition, abakoreri ba Mount Carmel edition and all the leaders of the home churches or the fellowships, n'abarayi bonsi b'eki fellowship n'ekanisa and the whole church. n'ekanisa engima. Praise the Lord. omonene yesu abakwe Praise the Lord. omonene yesu abakwe I want to appreciate God because of the opportunity totete komotenya nyasaye mbuya mono ase eng'encho elibaga that He has granted unto us this great morning. libaga elio atoire emambi ya bono. I want also to appreciate our bishop, igo ntete nande komoirania omupishopu waitu ng'a mbuya mono together with the team that sat down for the same crusade that we had at Sokomchinga, n'etimu eri eisaransa ase eng'encho ekurusedi twatwarete ali soko mujinga and they settled on the name James and Cyrus for the administration of this place, na bakateba ng'a tiga tobenche na Pastor Cyrus tokora oborandi aroro to speak to the souls of God. tonyare gokwanera chinkoro chia nyasaye Before you are meeting it for the first time, ase bosi bwaino twomeranira naino ase rituko riana ria ritang'ani I'm Reverend Asuma James, igako Reverend Asuma James Pastor Stenimiwa PH, omobasto stenimiwa PAG Chaplain Kereli Girls. omochaplain Kereli Girls I'm properly married niganyuomire goikeranu with one wife n'omosubati oyomo who is already. oyo ore omosubati She's called Mercy oyo okorokwa ase erieta Masi Jayuga Jayuga Maya. Maya. So we are blessed with 3 children. igo basasaniri n'abaana batatu. My firstborn is called Emmanuel Baraka. omotang'ani omotangi nigakorokwa Emmanuel Baraka. Secondborn is called Ethel Blessing. oyo nde oyo okabere akorokwa Ethel Blessing. Eden Blessings. And number 3 is called Elsa Favor. oyo ogatatu akorokwa Elsa Favor. Emmanuel Baraka was born 2018, Emmanuel Baraka igaiboretwa omwaka wa 2018 October. omotienyi onane omotienyi ikomi. Your 8 is the best number in my life. You are very key. Because he was born October 8th. igaiboretwa omotienyi ikomi tarehe 8. So that's the first time I celebrated my firstborn. eyi nere engaki nagokerete omwana ono omotangi I never waited time to beat me. tinaganyete ebiro biumere namona inche 2020, emi omwaka emerongo ebere God bless us with our secondborn. omonene agatosisenia n'omwana oito okabere October, omotienyi ikomi date 8. omotienyi onane Praise God. chitariki 8 Again, naende it never took time again. God bless me with another lady. naende nchire tingaki naende nyasaye aganseseni naende That is nagasubati kande 2022, ase omwaka wa 2022 October, motienyi ikomi date 8. Praise God. tariki chia isano na isato I know it must be an uncommon thing.
Nima etenga ekingeli kento kia kawaida. My 3 children, they share party day. Abana bane batatu bonsi biko bayiboire And to make it worse, nande ko be kamangana iko ba mabemo no. my firstborn was born in early morning 6:35. Omotangi akaibaru saa 12:30 Na 35 in the morning. Saa 12 na 35 chia mambia. And the second born was born saa 12:45. No yo kabera akaibaru chinse chi 12 chia mambi. And that born decided to be born 15 minutes to midnight. No yo gatata akaibaru wa kai 15 chia tikere ebebo tukogati. So they share party day. So my firstborn turned 7 years. My secondborn 5. My thirdborn 3. And I don't have a lastborn. So I will do another thing another time. I want to thank God because of the privilege to stand before you. Some weeks ago, I was sharing to my church on a topic called fighting for the next generation. Every now and then when I get an opportunity, I must talk about the next generation. Because I've known that my time is coming to come out of the whole speaking the word of God. So I have to prepare someone to come and take over. As a good person, you must think about the generation to come. You must be somebody thinking about generation. When I was speaking about the same, I came around a woman by the name Jehosheba. This lady decided to sacrifice her life to save a generation. So as the Nyamataro PhD, to live a long time, or to live to another generation, we must bank on the youth who are growing. We as a pastor, as a chaplain, I have handled students or have handled young girls for the last 9 years. I've known what the girls are going through. I've known what the young people are going through. I've known the storybook they read. I've known the movies they watch. I've known the rhythm they dance. We need to pray for the next generation. We need to pray for the next generation. When I was coming in the morning, I was speaking to the 4 who are remaining in school about the character. And I found that the character is a combination of qualities or features that distinguishes a person from another. And as I was preaching, I saw a little girl reading a notebook. And I decided to take the notebook. In my first opening, what she was reading, the writing was in red ink. And it was dear my notebook. I have 3 points over you. And I need you to record this. Number 1, I will hang myself after Form 4. Sorry? I will hang myself after Form 4. Number 2, I'm going to cut part of my hand to bleed to death. Number 3, to jump from the tallest building in Nairobi
enyombe nene elienene mono ali Nairobi. I was just amazed and I was like, what am I reading? Igona stuka mono na kumingankie kengo soma gose. I asked God, what will I do with this notebook? Aboli nyasanga ngingo chikokora ne notebook we. I'm needed at Nyamatara exactly at 10. Igonga ne iri Nyamataro chinsa inye. I remained with the book on my hand. Ningana tigara ne kitabu kelia soma mabokane. Because Kereli Girls is a community of more than 3,000 people. Ekiagera Kereli Girls sige bwata abanta abange. I don't know exactly this was the owner of the book or another person. And when I took the book, I said that I will never give it back to you. I asked God, how can I take it back so that I can know the owner of the book? I took like a small praises. I took a song up, I praised. In that moment, I said that my daughters, you have sung so well. Until you have touched my heart, I must take this notebook back to the owner. So that I took that one, I asked God to give me wisdom so that I can know the owner of the book. She came in. I took some time and I talked to her. She told me that I have gone through hell in my life. It's a lot of things I'm going through. I told her, are you ready to give God your life? She told me, Daddy, I don't think that's the thing we should talk at this time. I told her to brag the paper. She said, no. Can I pray for you? She told me, no. Give me the way out. I will be alive on Monday to Thursday. So create time for me. And I will tell you. So church, where are our children? We need to pray for them. We need to pray for them seriously. That is what, by the way, proclaiming liberty to the captives. Proclaiming liberty to the captives. That was our main theme in this school said. And we shared right from the book of Isaiah chapter 61. And it was in connection to the book of Luke, where Jesus fulfilled what the prophet Isaiah was speaking. But I don't want to go there this morning. I want to welcome all of us to this message. Your head will remain upright. Your head will remain upright. Because you have received freedom. Your head is not going to remain being bowed down. Your head must remain upright. The head of your family must remain upright. The head of your children must remain upright. The head of your marriage must remain upright. Because we have received the freedom. Because we have received the freedom. Your head must remain upright. I don't know what you are going through. I don't know what has bound you. I don't know what has made you have to go down. But one thing I know, we have a God in heaven. We have a God in heaven. He's here today. Our head must remain upright. The book of Zechariah, chapter 1, verse 18 and to 21. It says, then I looked up, and there before me were 4 horns. I asked the angel who was speaking to me, what are these? He answered me, these are the horns
that scattered Judah, Israel, and Jerusalem. Then the Lord showed me 4 craftsmen. I asked, what does this come in to do? He answered, these are the ones that scattered Judah, so that no one could raise their head. But the craftsmen have come to terrify them and throw down these horns of the nation who lifted up their horns against the land of Judah to scatter its people. Zakaria. Chapter 1, verse 18 to 21. Biblia goteba naende nkarigereria nkarora chingunchara inye elio nkabo olio mumaraika olia ukwanire na inche ningie ngencho ye chingunchara echi era akangiranĩria agantebia chingunchara echi nacho chiasiarerete abayuda na abaisiraeli na abantu ba Yerusalemu elio monene akanyorokia abaturi ebioma bane naende akambolia abantu abaninki bacha gokora elia akangiranĩria Elia kairaneria agantebia chingunchara chiria chiasiarereta abayuda gochiaria na aria goika montonde tanyarete koimokio omotwe igoro bona abantu bachire gochiondokia na kubutura chingunchara chia abantu bebisaku balia baimokereretie chingunchara chia igoro yense y'abayuda chigasiarera These are the ones that scattered Judah, scattered Israel, scattered Jerusalem. These are the ones that scattered the 3 communities. These are the same ones that have scattered us. But here right away on the scripture, God has produced the solution. And he has produced the craftsmen also to deal with the horns. Sorry. To deal with the horns, which scattered Judah, which scattered Israel, which scattered Jerusalem, and they threw them away from the horn. They made people not to live together. When we talk about horns in the Bible, what are the horns in the scripture? The symbol of strength. The symbol of authority. And then the symbol of dominion. So anytime we talk about the horns in the Bible, we mean strength, we mean authority, we mean dominion. But here today, the horns are there to destroy. They have the strength to destroy. They have the strength to move away the authority, to bring down the dominion. Today we are here. Oh, the horns have scattered us. Lazima tusikate katika jina la Yesu. Pembe ambao silioharibu miji yetu, lazima tusikate katika jina la Yesu. Pembe siliotutawanyisha, the horns have scattered us. We must cut them in the name of Jesus. The horns must come down. The horns must come down, so that we can come back to our senses. The horns that scattered Judah, they scattered Jerusalem, they scattered even Israel. They must come down in the name of Jesus Christ. The craftsman has come. Bono is ready to change everything. He's ready to change our situations. Where we were scattered, it's a time to be brought back. It's a time to be restored. It's a time to be redeemed. It's a time to be delivered from where we were scattered. So it is my prayer. Amen. So it's my prayer. In this
version, in this version, ase chinga kie chiga these ons represent chingu chare chiniko chikworokia power or system chinguru that is scatter, that oppress and humiliates. The four ons who are humiliating us, the four ons who are oppressing us, the four ons that were just there to just scatter us. But we are the good news today. The good news today. The Bible has given out the solution. The angel responded. These craftsmen have come to terrify the four ons, so that the heads of the Israelites, the Judah and the Jerusalem, to raise up again, to raise again, to remain upright again. So our head has been bowed because of the four horns. But today we are here. We must terrify them. We must terrify them. We must terrify them. I don't know which kind of the horn is in your life, but one thing I know, we are going to cut them down. We are going to cut them down. Our heads must raise up. Our heads must raise up. Vichwa vyetu lazima visimame. Vichwa vyetu lazima visimame. Vichwa vya watoto wetu lazima visimame. Vichwa vya ndoa zetu lazima visimame. Vichwa vya kazi lazima visimame. Katika jina la Yesu. Wikalite na asili ya Yesu. Mpaka usimame kwa jina la Yesu. Vichwa vya watoto wetu watasimama. Mpaka tusimame. Vichwa vyetu vitasimama. Wewe kama unjara alianajua asili ya Yesu. Ama unjara ya tokorire. Hizo horns na ama unjara ya korire mechi. Abantu bagutara bakwiyambie para. Kwa sababu ya pembe simesimama. Ndoa asifanyi kazi kwa sababu ya pembe simesimama. Watu hawapendani kwa sababu pembe simesimama. Lakini leo hii maneno letiro motulie vioma. Oyole Yesu Kristo, oyole Yesu Kristo, ama utalanko na chuale asili ya Yesu. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Ama unchara wikabuto ruaseli ya Yesu. Amen. Ama unchara yobara wikana chwe. Na kimwakireyo. Na kwa na iraini ili ngao. Ili yobara ngao. Pasa to kwa na baro. Abano ngo diri baka mwisho. Praise God. Amen. The four ons. The four ons. They have their meaning. And because of time, I'm not going to deal so much. I want to go straight to what is represented. How they brought the scattering. Today, I know those ons must be cut down. It was called the horn of sicknesses. When people they are attacked by diseases, when people they are sick, they stand. They come a moment whereby they start saying that so and so is the one who has done it. So after they have said so, huyu mwenye amefanya mtoto wangu ni mgonjwa, lazima awe ni kaka sungura, lazima kuwe ni wiki, lazima kuwe ni fulani. Wanapofanya hivyo, tunaanza kutawanyika.
tuanza kusebera uhusiano wangu na kaka Sungura haitakuwa the Bobo same. amate bwana na kaka Sungura Inaanza nimeanza kuseparate. na acha akakweta na Kaka Sungura ameanza kuseparate. na kaka Sungura So if I have a Kaka Sungura will never come in. If Kaka Sungura has a problem, I will never go in. Because we have drawn a line. So we have been scattered. So the first on ni mambo na magonjwa. Magonjwa yanapoingia, watu wanatengana, watu wanasemerekana, watu wanakuwa kando, hawawezi kuwa pamoja. Magonjwa inaposimama, watu wanatengana, watu wanaitana wachawi, watu wanaenda kwa uchawi kwa sababu ya pembe ya kwanza. Pembe ya kwanza ya magonjwa imetawanyisha watu wetu, imetawanyisha watu wetu, imetawanyisha kanisa. Pembe ya kwanza lazima ikatwe, lazima ikatwe, lazima ikatwe, lazima ikatwe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. The first on must be cut. It must be cut in the name of Jesus. Sickness must disappear. Sickness must disappear from our families, from our churches. The first on. It was about sicknesses. When people they are attacked with sicknesses, uchawi unaingia. Wate waligeli nchero woro. Wachaga kuligania. Wanto mbaligo kuanania. They don't greet each other. Because I call you a witch. You call me a wizard. So today, people are not together because of sickness. Amaruira atuatana nilomosomba. Amaruira atusambaratishile. Amaruira atusiarire. Ni utari amaruira tukate sasa. Kata, 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 kata. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunayakata katika jina la Yesu. Pokea. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Tuwaseberakaniwe na maruire. Tumetengwa na magonjwa. Father, we thank you, Jesus. Father, this on must disappear from our life. We paralyze it in the name of Jesus. We paralyze it in the name of Jesus. Rima sheke rebo shikarama yeke. Rima yeke rebo shikarama yeke. Rima sheke rebo shikarama yeke. Ipembe lazima iondoke. Pembe lazima iondoke. Ili turudi pamoja. Turuobo si uobu wa maruire. Turuwa sobo si uwa maruire mo astambogo. Turuwa raseli atalia Yesu. Tutoke kwa jina la Yesu. Amaruire atosebera keni. Magonjwa yametutawanya. Father Lord. Tata Nyasaye. The on of sickness. We approach you today. We approach you today. We approach you today. We approach you today. In the name of Jesus. Somebody say amen. The on number 2 is another on that has scattered the people of God. Number 2. The on number 2. It takes the people of great value from our lives. It takes people of great value from our lives. There are people of great value in our lives. But when those ons have raised their head, they take the people of great value. Imetoa watu wa muhimu kwa maisha yako. Pembe ya pili imetoa watu wa maana kutoka maishani mwetu. Mtoto wako ulimpeleka university.
university, akagraduate vizuri, akaenda akapatana mwanamke mahali, wakatengeneza familia. Walipotengeneza familia, wakaacha mama na baba nyumbani. Hata wakipiga simu haichukuliwe, kila wakati ni mteja. Walikuwa watu wa maana. Huwaoni leo, huwezi kuona leo, kwa sababu pembe ya pili imesimama, imechukua watu wa muhimu kutoka kwa maisha yetu. It has taken people of great value from our lives. You have a relative who received a job in the county, and you said God has remembered us. But the moment she entered there, she deleted your number. She switched off your number. Anytime you call them, ni mteja wa nambari hapatikani. Hata ukipiga na ingine, anakuuliza wewe ni nani. Unaposema ni wewe, anaanza kusema aro. Mwisho anakata hiyo simu. Watu wa maana wameondoka. Watu wa maana wameondoka kwa sababu ya pembe ya pili. Ulikuwa na mtu angekusaidia mtoto wako, lakini usirire. Praise God. That person is not there. He has disappeared. The only number two, it takes away the people of great value, people you expected to help you, people you expected to help your children, people you prayed for. The Lord has taken them. It's the time now. It's the time now. We cut those guns. Tukate. Kata your pembe. Kata your pembe. Kata your pembe. Katika jina la Yesu. We pastors, we always pray for people on the altar. We say, God bless this one, so that it can be a blessing to this altar. But immediately they have received the word, the job, they disappear. It's not them. It is the horn that has grown. We need to cut that horn. Abantu bengi tobanya mataro. Ilana serieta ya Yesu. Ilana. Serieta ya Yesu. Abantu bengi nto. Asama gimaito. Tuabarangiye serieta ya Yesu. Barangiye. Serieta ya Yesu Kristo. Hiyo pembe tumeikata. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Riba shekerebo shikaramayeke. Pembe lazima iondoke. Pembe lazima iondoke. Watu wa maana, rejea kwa maisha yetu. Rejea kwa maisha yetu. Rejea kwa maisha yetu. Rejea kwa maisha yetu. Amen. 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 That honors scattered people. They scatter people of great value from our lives. They were there to help us, but nowhere to be seen today. They are not there. The honors grown. It is our responsibility as a church to stand strong and cut those horns, so that we remain together. Sio rahisi hivyo. Manyo muntu wasemereti. If
Fikiria mtu ambaye Musubati omino mumuromi mwetwendeye. Your sister, your brother. Ogenda America. Anaenda America. Ogo tena very busy. I have no time to make calls. Ogo anakuambia ako very busy tabwati nsa But wake. if you had an agenda, you could have called me. Onye kwa bwata lingano kange kwa ngakere. And even if you call them, they cannot never take you. Na ande no bakera ambako bwata simu. Atakwambia niko busy, I will call you baadaye. Ogo tebinare busy na wakere maega. Until again you call back. Na ande mbaka uchiguwaka. And then you'll never get the solution. Na ande toikonyora iki. Sio hii kawaida. Tali kawaida. Ni pembe imesimama. Tutakapokata hiyo pembe Nyamataro. Tukikata hiyo pembe Nyamataro. Watu wa maana watarudi. Watu wa maana watarudi. Watu wa maana watarudi. All of us, we are here depending on each other. Tuensie tolega totegeme toyondi. Kila mtu anahitaji mtu wa kumshika mkono. Kero monto naga netio monto kumubwato koboko. Hata Yesu alipokuja ulimwenguni. Gata kitu mtu kumubwato koboko. Alitaka mtu wa Yohana agatangana. Yohana alitangulia. Akamutarira okoboko. Akamshika mkono. Akamoroseria inzira. So na intu tutagita abantu bene njo. Bagutubwato okoboko. Toikereri toyaito. We need that one in the name of Jesus. We need in the name of Jesus. We need them back. We need them back in the name of Jesus. Amen. Amen. Sema amen. Teba amina. Sema amen. Teba amina. Sema pembe ya magonjwa. Teba ligunzala lya marwaide. Nakukata leo. Wakobutoire. Sema pembe ya kuchukua watu wa maana. Ninakutoa leo. Wakorusiri lero. Praise God. Manene Yesu abakwe. Number 3 on. Ligunzala lya gatatu. This has left people talking on the road. Eliriatigira abantu bakomenyoka separa. They are just talking on themselves. Bakwegambia separa. They are just seriously talking on the road when I say another person. Bagwekwania separa batali na montonde. We have called them mad men and women. Twabarokire abantu kibalimo abakungu n'abasacha. Tali kibalimo bale. They are not mad. Ligunjara lya gatatu lya merira mahimabo. Because the third one Ligunjara lya gatatu nene chandemele. Ligunjara lya gatatu, I call it in the another language. Aseli etalinde enkoliroka. The near success syndrome. Oborwaire. The near success syndrome. Wiki umefika umesema leo nimefika. Nimetoka Nairobi. Ndio nimefika hata Kisii nimefika nyumbani. Lakini kabla ufike Kisii, gari inaperenguka mara moja unakufa. Kwao ni oboremo. Unauza shamba. Kwao ni chiombe. Unauza ng'ombe. Kwa hilo mwana sukuru. Unapeleka mtoto shule. Ograduate. Ana graduate. Wakerwegutwa. Anavalishwa taji. Wachaga Kuru Kenyatta University. Alianza kutoka Wabatebande rotu wa manyora. Omongina watebambia mono nyasaye. Kago tirimboka. Wabatebata kugenda totenge. Ebintu nobikaleka. Vitu viko nyumbani. Mayu. Akifika mayu. Gari ya kanso mwana uliogenda. Gari na. Wasangi moyo more. Mnapata nyinyi mko hai. Lakini yule mtoto hayuko. Lakini yule mtoto ameenda. Oh my God. Nyasaye. Oh my God. Pembe tunakukata katika jina la Yesu. Pembe tunakukata katika jina la Yesu. Tunakukata. Batira abantu na mariga. Inaacha watu na machozi. People they are speaking on the road. They are talking on the road. They are chatting on the road. But next to them there's no more person they are conversing. Always sukuru. After the graduation, the mother and the father, they combine together and they say, God has given us. God has heard our cry. But little that they know,
abatamanye tinga pembe imeinuka, ligunjara lyatenenire mtoto anapokea kazi, omwana onyora emirimo anaambia mama, nimepata kazi, mama omwaba ninapokea 1,100. kanyora 1,100 Mama na baba kwa moyo wanasema tuae tuakonye kile, mama batebanga bana tumesaidika kabla hata msahara ikafike, nonye no mushahara utaraja mtoto anakuwa wazimu, omwana obe balimo otaragestirianda natembea uchi otakokole bintoji para. anaanza That is not the will of God. That is not the will of God. That is not the will of God. We need God. We need God. We need Jesus to solve the question. akonye liswali elyo Uliange kuchikosherekea kwa harusi kwa monwa. uko karibu kusherehekea Mwacha kedu kengie. unaanza na duka Iliye kile kome yenge hicho. zile inataka kuwa ya Ama chambasi atakuitera n'ebintu byonse. wanaenda na vitu Tentage tyosherekea. hataki usherehekee Ni utalerigo katolina chaseria talia Yesu. Abantu banyamataro. Nyamataro. This one cannot leave you the way you are. Hiki hakitakuacha vile ulikuwa. You will never go back the way you are. You must cry before God. You must cry before God. This all must be cut. They must be cut, all of them. For us to come together. For us to come together. It is my prayer. Amagunchara ya ruaseli talia Yesu. Pembe hizi zitolewe katika jina la Yesu. The onsa paralyzed families. Amagunchara ya agata irichinka. They have scattered families. Asabererakanira chinka. I think what I'm saying is what you understand. Egentongo kuana It's what you have seen. It's what you have encountered. There's some people you wanted in life. Riba sheke rebo shikarama yeke. Rima yeke rebo shikarama yeke. Riba sheke rebo shikarama yeke. Glory to you, God. Glory to you, God. Oh, God. Baba ni wewe tu Yehova God. Ni wewe tu Jehova God. Pembezi tunazikata leo. Pembezi tunazikata leo. Pembezi tunazikata. Pembezi tunazikata. Pembezi tunazikata. Yes. Yes, Lord. Yes. Father, we are before you, Lord. Father, we are before you, Lord. Hizi pembe zimetugawanyisha, pembe zimetunyima kufuraha, zimetuletea magonjwa, zimetoa watu wa maana kwetu. Nyasaye, Nyasaye, oh God, the force must come down. Our head must remain upright. Our head must remain upright. Whether the devil like it or not, our head must remain upright. Our head must remain upright. Our head must remain upright. The head of our children must remain upright. The head of our family must remain upright. The head of our marriage must remain upright. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Lord, we are before you, Lord. Lord, we are scattered. The onslaught has taken our joy, God. The onslaught has taken our happiness. The onslaught has taken peace. The onslaught has taken what was ours.
Lord, we Lord, take us to your sacred place. Take us to your sacred place, Lord. Lord, take us to your sacred place. Your sacred place, Lord. We glorify your name. Lord, there is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. Hakuna kama wewe, Yehova God. Hakuna kama wewe. There is no one like you, Lord. We need you, Jesus, Lord. Those souls must come down, and the head of your children must raise, Lord. Father, we worship you, Lord. We honor you, Jesus, and we worship you, Lord. There is no another God other than you, Lord. We worship you, Jesus, and we glorify your name. Thank you, Father, Lord. We honor you, Lord. Isi pembe lazima signolewe. Amagunchara yago ikasi moru. The horns must be cut. Amagunchara yago ikabutorwe. We need to go before God. Toka netiko enda sobosi bwanyasa. Those horns must be cut. Amagunchara yago ikabutorwe. Our head must remain upright. Go ikemetu ya iteti garege. The honor of our children must remain upright. Emetu ya abana baito go iketi garege. The head of our children Emetu ya abana baito must remain upright. go iketi garege teneine. I don't want to know how it will happen. But God has said He has produced the four craftsmen to terrify the four horns so that they can never have a place in our family, so that they can never have a place in our life. Those horns must be cut in the name of Jesus Christ. The assignment of the horns. The assignment of the horns was there to make our head not to raise, to scatter our unity, to destroy our identity, to cripple our confidence, to humiliate the people of God. But today we are here. We have to terrify them now. We have to terrify them now. I need us to stand in the name of Jesus. I need us to stand in the name of Jesus. The on number 4 was standing. The on number 4 was representing. Is whereby people, they go to work, but they don't see the result. They are employed, but there is nothing in their homes. They get a good salary, but the money is not working on them. They go to their gardens, they plant, but nothing comes out. They go to the market to sell their products, but it is not bought. They plant, but they cannot harvest. They have work, but there is no result of that work.
wameajiriwa. Wao tubaruche barabara pisikire mambia. Tunawaona kwa barabara kila siku. Lakini besiriti gukora kindi. Lakini hiyo pesa haifanyi kitu. Elineri unjarari yakane. Hiyo ni pembe ya nne. Iwo kore meremo. Unafanya kazi. Omo ere irorolo. Umeumia. But there is nothing you are getting. Hakuna kitu utaonyesha. Ni unjarari yakori emechi. Hiyo pembe imemaliza familia. It's our time to go before God. To cry. God to give us the power to break every on that has raised, to allow our head to remain upright. It is my prayer that we are not going to continue living the way we are. We need those also to go away from our life. Tunataka hiyo pembe ikaondoke. Unaposimama hivyo, nataka tuende mbele ya Mwenyezi Mungu. Umwambie Mungu, pembe ya kwanza nimeikata, pembe ya pili nimeikata, pembe ya tatu nimeikata, pembe ya nne nimeikata, so that you can be free. I have anointed you to proclaim the good news to the captives. To the captives. It is my prayer. As we are going to pray, to read the book of Psalms number 92 stanza 12. Number 92. Number 92 Psalms stanza 12. It has one on that we need all of us here today. Psalms number 92 stanza 12. Yes. Yes. Omanye n'oboronge n'aseboke buna omukendo n'akiine buna omucharake. I need you to go back exactly. Go back 10 stanza 10. Zaburi 92 komi. Wakinirie orogunchara ruane ruabeire buna oruengera kwangumuleire amaguta amajia. Praise God. Amen. Now we need God to do this in our lives. We need God to raise our horn. The horn of anointing to flow in our life. Wakini yoro unchara ruane. Wakini yoro unchara ruane. Wabeire. Praise God. Yateba burunguna wakinirie orogunchara ruane. Umefanya pembe yangu kila mtu aseme wakinirie orogunchara ruane. Wabeire buna oruengera wangumoreire amaguta amaiya wamumoreire amaguta amaiya amaguta yose abunekire. Tato imokereire orogunchara ruaya. Tato imokereire orogunchara. Tato imokereire orogunchara. Tato imokereire orogunchara. Omumoreire orogunchara. Wamagutaye. Wakinire. Chiguchara chiose. Chiana chiruaserie talia Yesu. Chiana chiruaserie talia Yesu. Chiana chiruaserie talia Yesu. Chiana chiruaserie talia Yesu. Zimekatwa, 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 zimekatwa katika jina la Yesu. You are free in the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. You are free. You are free. You are free. You are free. Somebody shout amen. Tuinue mikono yetu juu.
toimokia amagoko aito iguru I cannot call people forward to be prayed for tinkorangeria abantu motu basaberwe because of the number, because of the time. ase eng'encho ya obonge nese eng'encho I ya want ebiro us to raise our hands up. ntagete toimokia amagoko I'm aito going to iguru pray with us. koenda nde gosaba The amagete Lord has heard your cry. nyasaye oigure I ekerero know kia you lost the people of great value. nimanyete gwasiria I know you have been attacked by sicknesses. nimanyete kwanyolira I know you have denied celebration. kwana amanyirenga kwa I know you have worked but you don't have the result. na amanyirenga wa But that has come to an end today. But has come to an end today. Your own has been raised up like of that of there. That the Lord has made you today. Your own has been anointed. Your own has been anointed. You will never struggle again. Sickness is not your portion. Magonjwa sio sehemu yako. Watu wa maana wanarejea. Watu wa maana wanarejea. Unaenda kusherehekea. Unaenda kusherehekea. Unaenda kufurahia. Unaenda kuinuliwa. Kazi yako itakuwa ya baraka katika jina la Yesu. Kazi yako itakuwa ya baraka. Pesa yako itakuwa na value. Your money must be of value. You must celebrate. The great people must come back. Sickness must disappear in your family. Wasiboiwe. 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 Amen. Amen. Say, Lord, Teba Nyasaye. niko mbeleni mwako. Leo hii Leo hii umenifungua. umenifungua. Hakuna pembe Hakuna pembe itasimama kwa maisha yangu. itasimama kwa maisha Kichwa yangu kichwa changu haitaangalia chini tena. angalia chini Kichwa changu kitainuka. kichwa changu Magonjwa, pembe ya magonjwa, nimekukata katika jina la Yesu. Pembe ya kuchukua watu wa maana, ninakukata katika jina la Yesu. Pembe ya kuninyima furaha, ninakukata katika jina la Yesu. Pembe ya kutotoa risati mzuri, ninakukata katika jina la Yesu. Asante Baba. Asante Baba. Kwa sababu umenikomboa. Sitakuwa wa kutawanyishwa. Mimi nitasimama. Baba, Tata. mimi na familia yangu, kichwa chetu kitasimama. Kichwa chetu kitasimama na kitapakwa mafuta ya Mungu. Hakuna litakalo nifanya kichwa itaangalie chini. Ninachitangazia kichwa changu lazima kitainuka katika jina la Yesu. Ninaomba na kuamini. Somebody shout amen. Amen. Somebody shout amen. 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 Father, in the name of Jesus Christ, I thank you, Lord, and I honor you this morning. Thank you, Lord, because you have used me on this great altar. Thank you, Lord, because of my interpreter, Jehovah God. Father, you have used us on this altar. We have spoken your word. Let this word have a place in our life. Father God, let freedom be part of their life. Let laughter be part of their life. Father, thank you, Lord, because of the Nyamataro. Thank you, Lord, because of the leadership of this church. Thank you, Lord, because of the members of our God. I surrender this place before you, Lord. Yes, Lord. Baba,
I surrender them before you. Bless them and uplift them, Jehovah God. You said where you appear, a change must be there. Let the change be in our lives. We will never bow again. We will never bow our heads again. We will never bow our heads again. Our head must raise. Our head must raise. Thank you, Lord, because you have done it. In the name of Jesus and the Son and the Holy Spirit. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Thank you. God bless you and God appreciate you. Thank you, man of God. Thank you. Pigia makofi mazuri. Thank you. Thank you, man of God, for leading us this powerful and wonderful word of God. Nataka unikubalie kwa dakika chache tu tufanye vitu vitatu. Cha kwanza, I want us to appreciate this man of God. There are some also who are in that koinonia. We have to appreciate them for the work they did the whole week. And today is the climax, and you have seen it, and we have to appreciate them in Jesus' mighty name. Bwana asifiwe. So I want us to give a free offering. And then you will give me 5 minutes. Tutaombea huyo mtoto. Alafu tutamalizia na mesa takatifu ya Mungu. Kindly don't go. Bwana asifiwe. Haya. Nataka tulete sadaka nzuri. Sadaka nzuri. Na Mungu akubariki, akuongeleshe unapoleta. Bwana asifiwe. Nataka mlete hiyo sadaka hapa. Hey, thank you. Thank you. Tuanze. Aha. Tuanze. Tafadhali, kujeni, leta hiyo. Thank you. Come. Haraka. Na urudi. 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 Na yule mtoto tunaombea, wenyewe muendelee kuwa karibu hapa. Thank you. May God bless you. Thank you. Asante. Barikiwa. Aha. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Sasa siniwa. Biamano. Mama director. Yule mtoto aletwe karibu hapo. Asante. Thank you. Come. Thank you. Asante. Thank you. Yafike kwako Baba, maombi ya moyo wangu leo. Aha. Asante. Yafike kwako Baba, maombi ya moyo wangu leo. Yafike kwako. Asante.
Asante. Baba, maombi ya moyo wangu leo. Asante Mungu wetu kwa sadaka hii. Bariki kila mmoja, itende mazuri wa Mungu wetu wote ambayo wamelete na hata wenye wakupata. Baba, natamka baraka. Asante kwa makuu, kwa jina la Yesu nimeomba na kila mtu aseme amen. Aye. Thank you. Aha. Asante. 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 Bwana asifiwe. Nataka tusome maandiko hiyo kwa haraka haraka tu. Tafadhali kabla hatujaombea mtoto huyo. The book of Luke, chapter number 18. Allow me read verse 13. The Bible says, one day some parents brought their little children to Jesus so that he could touch them and bless them. But the disciples told them not to bother him. Then Jesus called for the children and said to the disciples, let the children come to me. Don't stop them. For the kingdom of heaven belongs to such as this. Bwana asifiwe. Si maandiko yanasema watoto wadogo waje kwa nani? Waletwe kwa nani? Sawa. Waletwe kwa Yesu. Na kabla sijawaombea, nataka ukuje karibu. Kuja karibu. Nataka usalimie mkutano. Mama mtoto, huyu mtoto ambaye tunamwombea anaitwa Liam Gift Angwenyi Jones. Baba yake anaitwa Obonyo Angwenyi Jones. Mama yake ni Jerida Kwambuka Mukaya. Bwana asifiwe. So, Obonyo, where are you? You are here. Can you greet the congregation? Bwana asifiwe, church. Praise God. We are so excited as a family to dedicate our fourth child to the hands of God as it is in line with the word of God. I want to say thank you, man of God, for paving the way. The horns have been cut. Our children are blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you. Mami, hebu salimia mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nimefurahi, Mungu amenilinda tangu ujauzito wangu hadi nimefika leo. Namshukuru Mungu. Mungu anaendelea kunyoosha mkono wake kwa hii familia. Mungu awabariki. Mimi naitwa Israel Mkaya. Very good. Unasema jina? Adriana. Sawa. Bwana asifiwe. Rosemary Omambia kutoka Jerusalem West. Watu wa Jerusalem West mbia mule. Watu wa Jerusalem West, finga mkono hivi katika jina la Yesu. Leo mumeleta maneno makubwa mahala hapa katika jina la Yesu. So mama director. Bwana Yesu asifiwe. Mukogeta lakini? Bangina mukogeta. Nyasaye asenye, hizi ni baraka tele, tunashukuru Mungu. Sasa mzee Jonas, vile umeleta huyu mtoto, umekubali tumuombe? Nimekubali. Mami, umekubali tuombe mtoto? Nimekubali. Jonas, umekubali kumchunga na kumlinda mtoto huyu na kumleta Sunday school na kumlea na dini
vile dini yetu ya KPAG inasema. Nimekubali mwana. Mami, unasemaje? Ndio. Mama director, nipe huyo mtoto. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na mbele ya kanisa hili la Nyamataro, na mimi Reverend Ombogo, leo hii namuombea mtoto huyu Liam Gift Angwenyi Jones kwa kukubali kwa baba yake Obonyo Angwenyi Jones na mama Jerida Kwambuka Mukaya. Na kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, leo hii nimemshika mtoto huyu, nimemleta kwa madhabahu haya. Baba Mungu wangu, ukalinde mtoto huyu, ukamlinde na nguvu zote za giza. Nguvu chochote kitainuka kinyume naye, Baba, ishindwe. Tuone mkono wako ukiwa na mtoto huyu. Utamtetea, utamlinda, utamuonekania na utamuondolea magonjwa yote baya yatainuka kinyume na mtoto huyu. Na wazazi wake utawalinda, utawapatia nguvu, wamlinda na kumtetea mtoto huyu, na kumlinda na kumleta kanisani na kumtunza kwa ajili ya utukufu wako. Na leo hii Mungu, nami nimemkabidhi mtoto huyu mikononi mwako kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kanisa iseme amen. Kwa hivyo, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, mtoto huyu tumemuombea awe salama, alindike na uwepo wa Mungu, na chochote kitainuka mbele yake kishindwe, na kanisa museme amen. So mzee Jonas, nakupa cheti hii kama kibali cha kusema tumeombea mtoto huyo vile sheria yetu inasema, na Mungu akubariki. Bariki na mami, abariki na familia yako yote, na mtoto huyo aendelee kuwa salama katika jina la Yesu. Thank you. May God bless you. Asante. Asante. Na mnaweza enda mkae. Wale tunashiriki mesa takatifu, tafadhali muje hapa. For those of us deacon wenye tunashughulikia mesa takatifu, muko wapi? Muje. Come as I read this. Muje hapa. Muje. Tasoma tu kwa ufupi, sitakuwa mrefu bile. Mnapojiandaa kuja mkuje. Mnapojiandaa mkuje.
katika jina la Yesu. Sante kwa nafasi hii. Baba, tumeiandaa meza hii na tumeileta patakatifu pako. Mungu aomba Mungu wetu, tunapoanza Baba wetu uwe nasi. Mungu unitetee, unibariki, unioshe pamoja na wapendwa hawa ambaye tutashiriki kupeana meza hii. Mungu wetu, wewe ni Mungu, sisi ni binadamu, tumejishusha kwa ajili ya meza hii. Tunapoigusa, tunapopeana, tualika uwepo wako. Na Mungu, jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Meza hii iwe ni mwanzo tena wa maneno makubwa kanisani. Mungu wetu, maneno makubwa kwa maisha yetu. Tusaidie na utende mazuri. Ni kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mtu aseme amen. Hatufai kuwa hai wala hatutuma. Kidogo tu. Asante kidogo tu. Maandiko 1 Corinthians chapter number 11. I read 1 Corinthians chapter number 11. Let me read from 23. The Bible reads, "For this is what the Lord himself said, and I pass it on to you, just as I received it on the night when he was betrayed. The Lord Jesus took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.'" 25. "In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and you, sealed by the shedding of my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again." Praise the Lord. Bible is saying we are announcing that our God is still alive. Our God will bring healing to you. Our Lord will bring love to you. Our Lord will make us walk together. That is, we shall always walk together, togetherness. Our Lord will bring a new beginning again in our lives, and we shall get strength. And anything which we raise against us, it shall be defeated in Jesus' mighty name. Bwana asifiwe. Father, in the name of Jesus, I've just read your word. Lord, we want to share your table, your holy table. Lord, together we remain, together we stand, together you will bless us, together you will do great things, together you will change our lives.
And Lord, we know we are doing this in your remembrance, as you have said. Be with us now, for in Jesus' name we pray. Amen. Bwana asifiwe. Jua watu wakisikia meza ya Bwana unaogopa. I don't know, nimesema kila wakati. There's no need for you. Hakuna kitu unaogopa. In fact, you should be very happy. You should be very, 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 very happy. These horns zenye mtumishi anasema zinakatwa, ukishajinyenyekesha, ukiingia kwa meza takatifu ya Mwenyezi Mungu, zinafunjika katika jina la Yesu. Hallelujah. So you don't have to run away. You don't have to walk out. So how do I talk to you? That in Jesus' mighty name, let us share this holy table together, and you will see how our good Lord will do great things in our lives. Praise the Lord. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima, ni dawa yake njema. Imbeni malaika, sifa za Yesu Bwana, pweke limetukuka jina lake Yesu. Imbeni malaika, sifa za Yesu Bwana, pweke limetukuka jina lake Yesu. Nipitishe tu ujumbe tunapongojea hao wanawe mikono. Bwana asifiwe. Hapo kwa ofisi yetu kuna darasa la ubatizo. Na I am announcing to you that ninafanya darasa la ubatizo. So kama uko hapa ndani na haujabatizwa, hiyo ubatizo ni free. Hiyo ofisi ni free. Ukuje hapo ili tuongee pamoja, nikubatize, sio kwa jina la bishop, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho. Kindly. Niko na wengine pale, tunaendelea hiyo darasa, na I am giving you a special invitation for your salvation. Kindly, I will be happy, and I want to say on a very special note, you are welcome, so that we can make that baptism a better place, a better thing for you and even for your life. Baba, asante kwa nafasi. Mungu wetu, nimejishusha chini kwa ajili ya meza takatifu hii. Asante kwa wapendwa ambaye tunashirikiana kupeana meza hii, na kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, utuoshe, tusamehe mahali tumekosea. Mungu, tena utupe nafasi nyingine. Asante kwa vile vile wote ambaye watashiriki kwa meza hii. Kuna wale labda Mungu wetu wanaogopa. Kuna wale Mungu wetu labda wajui wafanye nini. Lakini nami Mungu nimejishusha chini, wakainulie kwa jina lako Mungu wetu.
tunapoanza kuwa nasi tukapomaliza. Baba, tutaendelea bado kulishukuru jina lako. Asante sababu utatenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na kila mtu aseme amen. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humu na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humu na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Viumbe vipya naona damu ina nguvu, imeharibu ovu uliodhulumu. Viumbe vipya naona damu ina nguvu, imeharibu ovu uliodhulumu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Naondoka kutembea nuruni mwa mbingu, moyo safi na moyo safi kabisa kumpendeza Yesu. Naondoka kutembea nuruni mwa mbingu, na moyo safi kabisa kumpendeza Yesu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Neema ya ajabu kupakwa na damu
cha utakaso nizame kuoshwa. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa. Namsifu hiyo nimepata utakaso. Tuimbe kijito cha utakaso nizame kuoshwa. Na kwa hiyo nimepata utakaso. Viumbe vipya naona, damu ina nguvu, imeharibu uovu uliodhulumu. Viumbe vipya naona, damu ina nguvu, imeharibu uovu uliodhulumu. Viumbe vipya naona, damu ina nguvu, imeharibu uovu uliodhulumu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana, nisiimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu na kuabudu wewe uketie juu ya vyote. Sifa hizi zifike kitini mwako, wimbo ukawe manukato. Sifa hizi zifike kitini mwako, wimbo ukawe manukato.
sifa hizi zifike kitini mwako, wimbo ukawe manukato, wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini mwako, wimbo ukawe manukato. Wewe ni ndiko amani, ndiko milele iliyopita na milele ijayo. Sioni cha kuishibisha moyo wangu badala ya kukuabudu mtakatifu. Wewe niko ambaye niko milele iliyopita na milele ijayo. Sioni cha kuishibisha moyo wangu badala ya kukuabudu mtakatifu. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi kitini mwako, wimbo ukawe manukato, kama Zaburi ya Daudi, manukato, kama Zaburi ya Daudi, kama sadaka ya Abeli, manukato, wimbo ukawe moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Unaye Mungu mkuu sana, unaye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua, vile
mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bwana asifiwe. Kuna yule amesaulika. Kuna yule amesaulika. Kindly, if you are around and maybe kwa njia ingine tumekusahau, kindly you can raise up your hand. We are here for you. Kama hamna, Baba, katika jina la Yesu, asante, asante, asante Mungu wetu. Tumepeana mesa hii kulingana na maagizo uliyotupa. Baba wetu na wapendwa wameshiriki, Mungu wetu ukawabariki. Tubariki sisi zote kama kanisa. Tubariki, barikia wazee, kina mama, vijana na watoto wetu wote. Mungu wetu, tenda mazuri sababu wewe ni Mungu. Najua utatenda zaidi na vile tumeomba. Na mahali Mungu wetu hatujafanya vizuri, tuaomba msamaha. Tutie nguvu tunapoendelea. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kila mtu aseme amen. Basi kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumemalizia meza takatifu